Niende nishirikiane na serikali, sijui broad based, yale umezungumza kwa maneno ya barabara tik. Lakini mimi nikizungumza kutoka Tinderet hapa, mimi siko kwa hiyo serikali inaitwa broad based. Mimi siko hapa. Serikali ambaye inaua watoto wetu siwezi kuwa ndani. Serikali ambaye watu wetu wamekufa, na nimezungumza bunge, nchi yote ikiona. Juzi nimezungumza kwenye TV. Hakuna hata mtu mmoja kutoka kwa ofisi ya rais amesema pole kwa watu wa Nyasiongo. Kama wakati ajali ilifanyika kule Changwani, serikali ilitoa coffin kwa kila familia. Lakini kwa sababu ya chuki yenye rais anataka kuwa na jamii ya Wamugusi, hajafanya chochote kwa hii familia. Kwa hivyo mimi nikisimama hapa, wananchi wangu wa Borabu, siwezi kaa serikali ambayo leo tumetangaziwa kwamba Rais Ruto amesema ile pesa ambayo imekuwa ikipewa kwa mashule yetu kusaidia watoto wasome 22,000 shillings, ambaye mheshimiwa rais ambaye amefariki Mwai Kibaki alianzisha na akasaidia watu kusoma. Mheshimiwa Uhuru akashikilia akasaidia watu kusoma. Sasa inakuwaje mheshimiwa William Ruto ndiye amekuja leo amesema anapunguza hiyo pesa kutoka 22,000 kuja shilingi 16,000? Huyo anajali masomo ya watoto wetu? Anajali watoto wetu kweli? Mheshimiwa rais, mimi nataka nikuambie, baba yangu alikufa 1989. Lakini kwa sababu ile serikali iliyokuwepo ilisema kwamba unasoma for free, alafu baadaye unalipa deni. Nilisoma, nimekuwa wakili, leo mimi ni senator wa Nyamira. Sasa ukinyang'anya wao watu ambao wajiwezi uhuru wa kusoma, unataka watu waenda wapi? Mnakubali na hiyo kweli? Kwani wewe mheshimiwa Ruto, wewe hauna huruma? Unajua vile maisha ni ngumu hii Kenya yetu. Alafu tutangazie leo ati serikali yako imekataa, haitatoa pesa kwa watu wenye ndakana wasome for free. Abantu wami ndamangana inama ya gaki. Amangana inama ya. Ndio maana tunakuambia kwamba sisi tunajipanga kutoka Kisii. Sisi tunajipanga kutoka Kisii. Na tuko sure kwamba tukiingisha kijana yetu 2027 watoto watasoma vizuri. Na sisi hatutaogopa, tutauza kijana wetu. Na ikifika 2027 tunasema Fred Okello. Hatuwezi kuwa wananchi jameni. Sisi unaenda hospitali unatibiwa. Sasa kumekuja na SHA, ukienda huko unaambiwa network. Kwani tulichagua president Wanyanga network? Kwa hivyo ukisikia wananchi wanasema kwamba wewe utafanya one term, sio kwa sababu wanachukia sura yako, ni kwa sababu wanauchukia sera zako. Sio imezidi? Kwa hivyo nakuambia leo nazungumza kutoka Nyasiongo, constituency ya Borabu, county ni Nyamira, senator wa Nyamira. Wananchi mnasema 2027 Ruto aenda wapi? Kauli ndio hiyo. Na imekatwa na wananchi. Kwa hivyo mimi nawaomba wananchi wangu wa Borabu tukae pamoja. Kila mtoto ambaye amefika 18 years, anybody mwenye ako 18 years, aende apatiwe kitambulisho. Vita iko huku mbele ni ya kura bana. Msiwache mtu atembee bila kitambulisho. Kila mtu hapa kambi waito machifu, every child ambaye amefika miaka 18 apate kitambulisho. 2027 tunataka kurudisha elimu ya bure hapa Kenya. 2027 tunataka turudishe NHIF ile ilikuwa ikifanya kazi. Hatutaki wananchi wetu wakufe, Mheshimiwa William Ruto. Na nikimalizia wananchi, wacha niwaambie, wakati serikali ya Uhuru Kenyatta ilikuwa, mtu alikufa pale Metamaywa, nikazungumza hiyo maneno bunge, siku ya Jumanne kufika siku ya Alhamisi bombs zilikuwa zimewekwa pale Metamaywa. Hii ilifanyika na nikamuita waziri Chirchir, akakuja paka kule Senate.
akasema kwamba serikali inaenda kutengeneza climbing lane kule Nyasiongo. Hati zile magari kubwa zikikuja zitakuwa na barabara yake. Lakini wacha niwaambie, kama huyu Ruto huyu namjua huyu, hakuna kitu atafanya. Sisi tegemeo yetu tutangoja 2027 Fred Okenga tutengenezee nini? Mtaona tu. Yeye alikuwa anatuambia ni vitandawili ya uongo. Mwalimu alipokuwepo, wewe angalia kila siku. Waziri alizungumza akiwa amebeba Biblia kwenye Senate. Akasema kwamba pale Nyasiongo kutakuwa na leni 4. Ati magari zitakuwa zinapita 4. Ati ingine inakuja iko pande hii, ingine katikati, ingine huko. Waacha tungoje tuone. Lakini kama ni hii ya huyu Mheshimiwa Ruto, hakuna kitu atafanya. Kwa hivyo mimi nawaomba wananchi, asante sana kwa kuja kusema pole. Umewako minto. Na juzi kama miezi 2 iliyopita, baba yako alikuwa kule kwangu nyumbani akisema kwamba anataka kupanda nyasi na maua vizuri vile nimepanda kule kwangu. Ni mzee ambaye tumeshirikiana naye na ambaye najua alikuwa anawapenda sana. Na pia Robert najua alikuwa anapenda watoto wake sana. Kwa hivyo mimi natoa pole kwenyu. Hii ajali haingefanyika. Edward hakuwa mgonjwa, Robert hakuwa mgonjwa. Kwa hivyo tunasema poleni sana. Nimekuja pamoja na mke wangu Jacqueline. Ningeomba usimame upunge mkono.